Tuanze kwa ombi. Mzazi wetu unayekaa pahali pa juu, vile vile wewe unayekaa mahali pote, asante kwa sababu uko pamoja nasi kwa muda huu. Tunakosa tukushukuru namna gani kwa mema uliyotutendea kwa siku yote ya leo. Tukiyapanga hatuwezi kuyamaliza. Na miongoni mwa hayo mazuri kuna hiki kipaji kizuri, hili toleo zuri ulilotupatia la ndoa. Na asante kwa kufanya shabaha nzuri kwa ajili ya ndoa. Uzitufundishe hizo shabaha kwa jina la Yesu. Shabaha za ndoa. Hiyo ndiyo mada kuu tunayoiangalia, na zinakuwa 15 hizo shabaha za ndoa. Tuliona ya kwanza ya kwamba Mungu alipounda hiyo sherehe ya ndoa, alitaka mume na mke wamfanane. Ingeni tunajiuliza kitu kizuri hiki. Ikiwa Bwana katika nyumba yake anamfanana Mungu, anatenda kama Mungu, ananena kama Mungu, anapanga kama Mungu, na ikiwezekana mke naye, na inawezekana mke naye amfanane Mungu, naye anene kama watu wa mbinguni, mipango yake iwe kama ya mbinguni, waze hilo jamaa, hiyo nyumba itakuwa namna gani? Nzuri kabisa. Bwana, mahali unapokuwa jua kwamba Mungu anakutakia uwe kama Mungu, umfanane Mungu, na wewe mama umfanane Mungu, nyumba yako itakuwa nzuri sana. Shabaha ya pili, Mungu hakutaka Adamu awe peke yake. Ni kusema shabaha ya ndoa ya pili, Mungu anataka upweke, uondoke, uende mbali, wawe wawili waishi pamoja. Bahati mbaya ni kuwa hata katika nyumba kuna wale mume na mke wako pamoja ndani ya nyumba, lakini wanaishi katika upweke. Maongezi hayapo, hawapangi pamoja, kila mmoja na vyake na mwingine vyake. Kile kitu kipingwe, kimalizike, sababu Mungu hataki. Sasa tuone pamoja shabaha ya tatu. Shabaha ya tatu, Mungu anataka kuwe kile kitu cha kusaidiana. Mungu akasema, nicho kitabu cha Mwanzo tu, Mungu akasema, si vizuri mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Shabaha ya tatu, lengo la tatu ni kusaidiana. Huyu amsaidie huyu na huyu amsaidie huyu, na wasaidiane bila hata kupanga, ngoja nimsaidie, bali mmoja kiingia katika shida mwingine anamsaidia haraka, bila malipo tena. Katika shida zozote wasaidiane, mume na mke. Nipoingia kwa kamusi na iangalie visawe vya hii neno kusaidiana. Katika lugha ya Kifaransa wanasema synonyme, vile visawe. Kusaidiana kuna maneno mengi kama hii kutegemea. Unategemea mtu akitafuta kuanguka, mwingine ategemee, aweke miti ya kutegemea asianguke. Kingine kisawe ni kuunga mkono. Kusaidiana, kuunga mkono mke aunge mkono mume wake. Na hilo neno tu kusaidia ni kingine kisawe. Kushirikiana, kuhimiza, kutia moyo, kuimarisha. Hile ni neno la kusaidiana. Na kutia juhudi, kuendeleza mbele, kuleta msaada au kuokoa, kupendelea na kukuza. Hayo yote ni maana, ni visawe vya kutueleza hiyo neno kusaidia. Mungu aliposema nitamletea msaidizi, alitaka maanisha haya maneno yote tunayokwisha kusoma. Visawe hivi vyenyewe hata tukikomea hapo, vinaonyesha kazi gani mwanamke anakwenda kufanya anapofunga ndoa. Anakwenda kufanya nini? Mchungaji mmoja akafikiwa na vijana wawili, mvulana na msichana, wanataka wafunge ndoa. Akawauliza, sasa
unataka kufunga wewe mvulana, niambie kwa nini unataka kufunga ndoa? Basi mchungaji, nimechoka na kujipikia chakula. Yaani unataka yule wa kupikia chakula? Ndio. Tena shabaha nyingine gani? Alipoona mvulana anawaza mengi, akasema huyu hajapanga, hajajua kama anafunga ndoa kwa nini. Akauliza na msichana, sasa na msichana, ndio, kwa nini unataka kufunga ndoa? Tena tafuta yule wa kuniondoa katika haya, nimepata aibu muda mrefu, miaka imekuwa nyingi sana. Una miaka ngapi? 25. Sasa nimekusha kuwa na haya, ninataka tu yule wa kuniondoa, wa kunitosha katika haya. Hiyo ndio sababu ya ndoa. Mshangao sana. Msichana afungapo ndoa haji kusaidiwa tu, bali anakwenda kusaidia. Msichana anapofunga ndoa, yeye haendi kutumikiwa, bali vile vile yeye anaenda kutumikia, na sana sana akienda akiwa na lile fikiri la kwenda kutumikia. Anakwenda kuimarisha mume wake kazini, anaenda kumuimarisha katika maisha. Msichana anapofunga ndoa, anakwenda kumwangalia mume wake mahali anatafuta kukosea, anamsaidia. Hivi mume ajihisi kwamba hayuko peke yake, ana msaidizi kweli, anapata awe na raha, haogope tena kupambana na maisha, sababu amepata mtu wa kumsaidia katika maisha. Na ndugu yangu nisikilize, ikiwa hizi ndizo shabaha za mke, kwenda kufunga ndoa, na wewe mke unayokuwa ndani ya nyumba, wewe na bwana, msikilize, ikiwa ni haya, ni kwenda kutegemea, kwenda kuunga mkono, ni kwenda kusaidia, ni kwenda kushirikiana na mume wake, kwenda kuhimiza, kwenda kutia moyo, kwenda kuimarisha, kwenda kutia juhudi, kwenda kuendeleza mbele, kwenda kuleta msaada, kuokoa. Kama hiyo ndio kazi yake, sikiliza wewe bwana, mke wako inafaa ajue mipango yako ili aweze kukusaidia. Hata yafaa mwe mkipanga pamoja, ni hivyo. Lakini kumficha mipango yako, hajui umekwenda, hajui unapokwenda, umepanga kujenga nyumba huko, hafahamu, sasa takusaidia namna gani? Hivyo mipango inapowekwa katika matendo, sikiliza wewe mama, sikiliza wewe msichana unayepanga kufunga ndoa, mpango imekwisha kufanyika ndani ya nyumba na imeanza kutendwa, mmeanza kazi. Lakini wewe mama unaona mume wako anatereza tu kidogo, anapita katika uterezi. Kazi yako haraka haraka ni kumwambia kaa imara, endelea mbele, unamwambia hivyo. Lakini kuna mama wengine sasa, mume akitereza atamsaidia kuanguka, sasa anguka, anamwangusha chini. Yule ni msaidizi mwingine wa kuangusha mume wake. Wewe mama unaombwa, mume wako katika kazi sasa ameanguka chini, wewe kazi yako ni kumwambia amka, na hata unamsaidia kuamka. Anapofanya kazi amechoka, na tena kazi haiendeki vizuri, wewe kazi yako, na wewe sababu umekuja umefunga ndoa na umekwenda kumsaidia, Mwenyezi Mungu anampenda umsaidie, wewe mwambie usikate tamaa, uwe jasiri. Amekuwa kazini huko, bosi wake amemsumbua kabisa, na amemsumbua, anakuwa akichukua mshahara wake nusu mshahara kila wakati. Sasa bwana anasema wewe ni kumwambia ujasiri, simama tenda, tuendelee, usikate tamaa, tuendelee. Labda huyo bosi ataondoka, tupige magoti, Mungu amuondoshe au ageuze moyo wake. Mume wako akijidharau, anajidharau kabisa, anaona yeye pamoja na wengine labda mashule yake ni madogo kuliko wengine. Mke, wewe kazi yako ni kumwambia amini nafsi yako, mume wangu, amini nafsi yako, juhudi zako zitazaa matunda. Unamwambia hivyo, usiongee vibaya.
Mara kuna wakati mume anakwenda, mumepanga pamoja, atarudi na pesa fulani, kiwango fulani. Anaporudi zote amekosa au amemuiba. Sasa mama nasimama mlangoni, pale mlangoni, pa mlango tu wa nyumba, unaleta ngapi? Hazipo, nimeibwa. Mume gani? Sasa anapata maneno kabisa. Nikumsimamisha tena, unamuinua, unamsaidia, amepatwa na shida. Sasa usimuongezee zingine, wewe ni msaidizi. Lakini kuna wakati mke haifai msaidie bwana wake. Lini mke asaidie mume wake na lini asimsaidie? Je, mke amsaidie mume wake katika hata mabaya? Je, mume akianguka, mke naye aanguke naye, waanguke pamoja? Je, mume wako mama, mume wako anakuja na kuku na unajua hana pesa na hana rafiki wa kumtolea kuku, na anakuambia wazi eti nimeiba. Je, mke achukue kisu apike hiyo kuku? Kuna wengine wanakimbilia wanapika, sasa mume wangu tena kesho uibe nyingine. Mume wako akilewa, sasa na wewe ulewe umsaidie. Mimi ni msaidizi, wacha tulewe pamoja, nikusaidie kulewa mume wangu. Mume wako anazini, nasema umechukua malaya, ndio, na mimi wacha nimtafute mume nikusaidie katika uzinifu. Mimi ni msaidizi, nikusaidie. Mama mmoja katika Biblia akawa msaidizi, mwema au mbaya, wacha nimweleze kisha utamkumbuka. Yule wanaosoma Biblia sana wanasema ni mama aliyeitwa Safira, na mume wake mnamfahamu, jina yake Anania. Wakapanga pamoja, wakasikilizana. Wote walikuwa na nia moja, walikuwa wakifanya mambo mabaya pamoja, wakiiba pamoja. Wanapoona mitume na wengine wanaweka mali yao pamoja, mali zao, vitu wanauza, wanavileta pamoja ili visaidie kanisa, wakapanga pamoja, sasa tubaki na nusu, tupeleke hii nusu. Mbona sasa wengine wote wanapeleka yote? Sisi tubaki na hii nusu. Na wakasikilizana, wakakubaliana. Mume akaenda kwanza mbele, mama alibaki labda kifunga sijui nini vile, wanachelewa tu mara nyingi. Bwana anafika huko, Petro akijao na Roho Mtakatifu. Ndio kabisa, mumeuza vyote, sasa unaleta yote. Ndio. Kwa nini udanganye Roho wa Mungu? Chini roho ikakatika na akafa. Vijana pale haraka wanapeleka kaburini, mama huko anafunga naye huo uongo tu anaupanga kichwani. Unajua waongo wanapanga kwanza. Ni kazi kubwa kusema uongo, ni kazi kubwa, wanafanya kazi kubwa huko. Sasa na nitajifunza namna ya kuongea tu na kuonyesha uso unao nini, lakini wale wanaozoea watakuona tu wajue kwamba unasema uongo. Mama naye anafika sasa, kisha muda fulani, mama, ndio mume wako amefika hapa, ndio tumeleta hizi sadaka na sisi tunakuwa kuchanga pamoja. Sasa mali aliyoileta ni hiyo au? Ndio kabisa, ndio kabisa, haki ya Mungu. Sasa unaanza kuapa na kwa jina lake Mwenyezi Mungu. Mbona na hilo jina kulisema inaogopesha? Kwa nini mumepanga kusema uongo pamoja? Miguu inatoka kuzika mume wako, inakuja kumzika yeye naye chini akafa. Ona mama msaidizi, huyu msaidizi asiyestahili anapanga kuiba pamoja na mume wake. Tena kuiba nini? Mambo yanayoenda kanisani, wanapanga kuiba zaka pamoja. Nikubalie tu tuwaone hawa wamama wawili, wao wenye hawakupenda kusaidia waume wao katika mabaya. Mke mmoja jina lake Abigaili. Historia yake inapatikana katika Samueli wa kwanza sura 25. Yeye mama mke Abigaili. Abigaili ni kusema furaha ya baba. Akizaliwa tu baba na furahi. Kuna wasichana wengi tangu tu kuzaliwa baba na furahi, mpaka afunge ndoa baba na furahi, anamfurahisha baba wake. Lakini jua kuna wengine sasa wanatesa mioyo ya wazazi wao. Baba napata haya mpaka mume wa huyo Abigaili
alikuwa anaitwa Nabali. Nabali katika hizo lugha zao, Nabali ni kusema mjinga, bumbafu. Yeye Abigaili akapata bahati mbaya ya kuolewa na mume bumbafu. Abigaili yeye, Biblia inasema alikuwa mwenye akili, busara na hekima, na kutenda mnake ya kutenda hekima nyingi. Sasa sijajua kwa nini mara nyingi utamwona mume akiwa mbaya, Mungu anampa mke mzuri sana. Utamwona au mume mzuri mtoaji, Mungu anamupa mwanamke mbaya anayefunga, hataki kunyosha mikono. Ikawa hivi kwa Abigaili, mzuri sana, mwenye akili, lakini mume bumbavu. Na mshangao, bumbavu, tajiri na mafugo mengi sana, vyakula vingi sana, watumikaji wengi, wako wengi wanaokuwa hivyo watajiri, lakini si kusema ni akili nyingi sana. Imani tu imekuja. Kondoo wake huko wanachunga huko. Daudi katika ukimbizi wake anafika kwenye mahali kuna kwa hizo kondoo, na akazichunga vizuri kabisa pamoja na maskari wake. Siku fulani nafika siku ya kuweza kutoa manyoya ya hizo kondoo ili watengeneze nguo fulani. Daudi akapata habari, na wakati wa kukata manyoya kwa kondoo ilianza kuwa siku za kufurahisha sana, vyakula vinywaji vipo vingi sana. Daudi akatuma maskari wake, mwende mkamwambie yule Nabali, na sisi tulimsaidia, tulichunga kondoo zake, ndio hakuna wezi walizochukua, ndio sasa mwende mkamwambie atupatie kwa vyakula na sisi tufurahi. Vijana wakaenda, maskari wanafika huko, wanajitambulisha, sisi ni watu wa Daudi, ndio anatutuma hivi, tumekusaidia kuchunga hawa kondoo, sasa utupatie tu kwa mkate na vinywaji. Bwana amekwisha kufurahi, hivi leo vimemfurahisha. Anasema sasa mimi vyakula vyangu nivitoe kwa wakimbizi. Kuna watu leo wanakimbia mabwana zao. Yule mkimbizi Daudi anatoroka bwana wake, sasa nipane chakula changu na nini, ondoka. Wakakwenda, wanafika mahali Daudi yuko, hawana kitu. Daudi, sasa ni nini, mbona mnakuja tu hivi mikono wazi? Alitufukuza vibaya, tuondoke, sisi tunatoroka mabwana wetu, tunatoroka mfalme Sauli, sasa hataki kututolea chakula. Ni kweli, ndio, kila mtu na upanga wake, kila mtu na mkuki wake, kila mtu na silaha yake. Kesho asubuhi itakuwa tu asubuhi na wote wamemalizika, yule bwana na mke na watoto na vyote vimekwisha. Wanafunga, unakwenda kumaliza hilo jamaa la mpumbavu. Mmoja wao wa watumikaji wa Nabali akakwenda kumwona mama huko. Mama, unajua watu wa Daudi walifika kuomba mkate tu, Bwana amewafukuza vibaya sana, amewafukuza na walitutendea mazuri. Mnajua huyo Daudi askari mkubwa, hatutapona. Yule mke tu akawaza, nasema na huyu mume nitamfanya namna gani? Yuko wapi? Amelewa pale, hata ukiongea naye hawezi, hana ya kuongea. Sasa andaeni haraka mikate, haraka mingi sana, na vinywaji, twende wanatia kwa punda, wanakwenda. Hiyo njia waliijua. Wakakutana na Daudi amekasirika. Sasa mke magoti chini, bwana wangu. Daudi anatafuta kusema kitu, hapana. Yeye Abigaili, utasoma Biblia, akafikia kiwango anapomsihi Daudi, akafikia kiwango cha kumtusi mume wake ili mume apone. Akasema yeye ni Nabali, na kweli hilo ndilo jina lake, ni pumbavu. Mume wangu hana akili. Samehe, mume wangu hana akili, ni mpumbavu, ni mjinga.
Daudi sasa hiyo hasira ikawa ikipunguka. Mke mwenye akili anajua kupunguza hasira hata ya jemadari ikapunguka. Sasa vyakula ni hivi, na kusihi usimuone mume wangu, unione mimi tu chakula hiki tafadhali. Daudi anasema huyu mwanamke huyu siku fulani tu nitamchukua. Hii ilikuwa ndani mwake, sababu na alimchukua baadaye. Akapona, hiyo nyumba ikapona sababu ya huyo mwanamke mwenye akili. Lakini mke mpumbavu angesema kaende. Sasa sisi hapa ni watajiri, huyu anatembea tembea sababu tu ya chakula kidogo tu. Mke mwingine mwenye akili ni wa mume mmoja jina yake Pilato, anayejulikana mpaka leo. Pilato akapewa utawala huko Yerusalemu. Historia inasema kuwa Pilato alikuwa katili. Kuua kwake hakuwa kitu, damu ya mtu haikumhangaisha, na mara anaua mtu asipoangalia hata kesi yake. Na walishangaa tu kuona kesi ya Yesu anatafuta kuishughulikia. Walipomwambia ilikuwa asubuhi mapema, aliamka na hasira walimtosha kitandani na hasira tayari kusaini mwende muue. Mara nyingi alikuwa akifanya hivyo. Tunamleta mtu wa kuua, mnataka kumuua, si ni ndugu yenu, muue, mwende muue bila kuangalia hata kesi. Sasa waliwaza na Yesu naye kesi hata angalia, sababu wanamjua Pilato hahangaiki. Anafika na hasira. Aliposikia kwamba ni Yesu, akasema Yesu hajamuona hata siku moja. Huyo anayefufua hata wafu, huyo anayegusa tu macho ya vipofu wana macho yanafunguka, acha nimuone na mimi Yesu. Akamwangalia, kumuona amepigwa, damu inatoka huku na huku, sababu alikuwa akitosha nywele zake hivi, damu inatoka, lakini uso wa kung'aa, hafanani kabisa mtu mbaya, hafanani mtu mbaya. Anaangalia makuhani wao wanaokuwa tayari kuua. Shetani amewajaa nyuso mbaya kabisa. Anaangalia tena Yesu mzuri, anaangalia makuhani wanaovaa mavazi ya kikuhani ya kanisa, lakini mioyo mibaya. Anaanza, amefanya nini? Makuhani walikasirika. Anatuuliza kwa nini, na wakamwambia asingekuwa mtu mbaya hatungemleta, lakini mseme tu. Wakamshtaki. Anaposikiliza amezoea, kasema mimi sione hatia kwake. Kama humuue utaona tutakushtaki kwa Kaisari, hivi na hivi. Mke huko akapata habari kuwa mume wake amekosa msimamo kabisa. Akasema sasa nifanye nini? Aliandika barua, sababu alikuwa hana namna kufika pale. Barua inamfikia mume anaisoma. Usimfanye kitu kibaya kwa huyu mtu, huyu ni mtakatifu. Usiku nimeteseka kwa sababu yake, nimeota vitu vikali sababu yake. Sasa huyu ni mtakatifu, usitende chochote. Lakini Pilato akashindwa na akaamua tu auawe, ijapokuwa linawa mikono na kusema damu yake iwe juu yenu, na yeye ilikuwa juu yake. Siku kidogo tu, nikwambie, miaka haikuwa mingi sana, na ule utawala akafukuzwa. Kile kiti alichopigania wakamtosha kwacho. Mwisho Pilato naye akajitundika kama Yuda, alijiua kama Yuda. Mke yeye alikuwa amefanya mambo yake ya kumkataza mume. Mama, mahali unapokuwa, fanya hivi. Ukiwa na mume mpumbavu mjinga kama Nabali, ukiwa na mume kama yule asiyetendea mazuri hata waliomtendea mazuri, wewe simama, tenda kama Abigaili, wakaribishe tu hao waende, watolee chakula. Usimsaidie mume wako katika mabaya. Mama, kama una mume asiyekuwa na msimamo, mwoga mbele ya watu kama Pilato, katili karibu ya kuwa kama Pilato, wewe ukuwa maisha
na usimame vizuri, nyumba yako isiteseke. Ikiwa una mume anayemalizia pesa katika pombe, ametumia 100 katika pombe, na wewe usiseme wacha basi na mimi nitumie 50 kwa pombe. Bali wewe mwekezaji, ujue kufunga pesa vizuri, kuzichunga vizuri. Ikiwa mume wako ni mvivu, wewe tumika, fanya kazi. Ikiwa mume wako ni yule asiyetoa kabisa, wewe mtoaji, simama, okoa nyumba yako. Ikiwa mume wako ni yule asiyemjua Mungu, wewe kuwe muombaji kabisa. Ikiwa mume wako anachelewa kanisani, ati leo ni siku ya kupumzika, ninalala, wewe amka mapema, uende okoa nyumba yako. Ikiwa mume wako ni mtukanaji, wewe uwe na maneno mazuri ya kubariki tu. Ikiwa mume wako ni mpiganaji, wewe mtu wa amani. Ikiwa mume wako anajeruhi, wewe weka dawa, tunza. Ikiwa mume wako atabaki duniani, wewe shika njia ya kwenda mbinguni, wende. Huyo ndiye mke msaidizi mwema, hapana anayesaidia katika mabaya. Unajua ndugu yangu, wewe mume, ikiwa Mungu alisema wacha nimtolee msaidizi, vile vile alitaka kusema kwamba na wewe mume, na wewe yafaa msaidie mke wako, na umsaidie katika mazuri, mambo mazuri. Akiwa mubaya, usimsaidie katika mabaya. Ona huyu ndugu yetu Adamu, niseme ndugu yetu sababu ana damu, tuna damu yake, lakini ni baba wetu. Sasa alifanya kosa hili baya, akamsaidia mke wake katika mabaya. Unajua Adamu alipoona mke anakuja na tunda kwa mbali, aliliona na akalifahamu, tile ni lile tunda Bwana ametukataza, ni lile. Huyu mwanamke analeta lile tunda, atakufa tu, atakufa. Na mtihani ukawa kichwani mwake. Sasa nitabaki peke yangu, sasa nifanye nini? Mama alikuwa hajafika, Adamu akiamua, tunda ninaleta. Kwa nini umeniacha hilo tunda? Nani alikwambia ndio ulilete? Unajua nyoka naongea, nyoka naongea. Wewe uliongea na nyoka? Mimi niliongea na nyoka sababu ya hili tunda. Nyoka alikula hili tunda na akaongea. Sasa sisi tukila hili tunda tutainuka tukue kama Mungu. Adamu na mwangalezi, wewe umekufa, mambo yako yamekwisha. Hapana, fika tuje tuone hiyo nyoka, na wewe hatutaongea nayo. Unajua ni hivi na hivi na hivi. Mwisho Adamu akawa kikubali polepole, kidogo, na akaanza kusema, lakini kweli mbona sasa hajafa? Sasa kweli umeona mimi nimekufa? Sijakufa, hakuna. Yaani Mungu alisema uongo, amesema uongo. Mungu ni mwivu, hataki tuwe kama yeye. Sasa nikula tu kwa tunda, nyoka naongea. Hata na hao wanyama tutawapatia kwa haya matunda, nao wataongea. Sasa sisi kisha kula, unaona hapa najisikia ni nguvu nasikia hata nikiinuka. Mpaka Adamu akapanga, nikifuata huyu mwanamke, Mungu nitamkosa. Nikimfuata Mungu, mke nitamkosa. Sasa nifanye nini? Nafuata mwanamke. Adamu akamfuata mwanamke, na ndio mateso yetu leo. Mwingine aliyefanya kosa ni mtawala mmoja, jina yake Herodi. Mke wake Herodia, yule mke akatafuta njama zote za kuua Yohane, na akamtega amelewa. Msichana wake anakuja anacheza vizuri sana. Mtoto wangu, hicho chote unachokitaka nitakutolea, hata nusu ya ufalme. Msichana anakimbia kwenda kuuliza mama. Wote walijua kwamba anakwenda kuuliza mama, baba anasema chochote ninachokitaka. Chukua sahani hii, wende umwambie ale kichwa cha Yohana. Kichwa cha Yohana mama, utakifanya nini? We haraka, wende kichwa cha Yohana. Anafika sasa na sahani kubwa. Wengine wakawaza labda ni pesa zinazohitajika, ni sadaka, ni nini.
wewe mwenye awaze, sikiliza mtoto wangu anataka kusema nini. Oh, nena msichana wangu. Baba, ikiwa nimekufurahisha, kichwa cha Yohane hapa. Kichwa. Mfalme japokuwa alikuwa amelewa, lakini akili niseme kidogo ikaja, kusema mtu wa Mungu nakwenda kumuua kwa nini? Kwa nini? Lakini ni neno amesema na alisema mbele ya watu, yafaa atimize tu. Mfalme alibaki kimya muda fulani, akitaka mtu mmoja asimame, kupatikana mtu mmoja asimame aseme, mfalme, huyu msichana apewe tena siku 2 za kwenda kufikiri vizuri, Yohane hangekufa. Lakini wote waliokuwa pale, hakuna aliyesimama na kusema kitu. Sababu 2. Sababu ya kwanza, walikuwa wamelewa. Nguvu za kunena, nguvu za akili zimepungua sana, vileo vibaya. Sababu ya pili, kila mmoja sasa alianza chunga maisha yake, asema na mimi kichwa changu watakata. Je, na mimi huyo mama sikumkosea? Na mimi sina kosa kwake kweli? Na mimi kichwa changu kitaenda? Na mimi kichwa changu. Katika hiyo hali mfalme sasa kaamua kichwa cha Yohane kikakatwa, sababu ya mke mbaya. Mke anakuambia kata vichwa, nao unakata. Sina huyu Ahabu naye alikuwa vile. Yezebeli anamwambia yeye Naboti afariki, na mfalme akafuata ili apate tu shamba la mizabibu. Na sasa Mungu anatuma nabii eti mahali umbwa ziliramba damu ya Naboti na yako. Ndugu yangu, na wewe yafaa msaidie mke wako kuamua vizuri. Ona mtu kama huyu Yobu. Si Yobu, mke wake anamfikia, sasa unateswa kwa nini? Si uachane na mambo ya Mungu, tujende kwa wafumu, si uachane na hayo. Yobu anamwangalia katika mateso, akijikuna kabisa. Sema wewe unanena kama mke bumbafu, wewe akili imekuishia kabisa. Ikiwa Mungu ametupatia mazuri, sasa ikikwisha ndipo tumwachi. Wewe utakuwa tu na rafiki wa mtu anayekutolea vitu vyake, vikiisha urafiki unaisha. Sababu wengi ni hivyo, anakuwa tu rafiki kwa sababu una maji ya kumtolea, lakini siku maji yatakauka nyumbani mwako, urafiki unakwisha. Yule si rafiki. Mwingine ni Loti. Loti anaambiwa mwendi, alikuwa na mke wake na wasichana 2, msiangalie nyuma. Loti hakuangalia nyuma, mke akabaki kazi yake, alibaki Loti akaokoa maisha yake. Ni hivyo ndugu yangu, ni hivyo. Usimsaidie mke wako katika mabaya. Na wache nikuambie siri, unisikilize wewe Mungu. Ikiwa una mke anasema simama, unasimama. Kaa, unakaa. Amka, unaamka. Lala, unalala. Kula, unakula. Kila kitu anachokwambia unakitenda, kila kitu. Mke anakwenda kuambia wenzake huko ati mimi sina mume, ni mimi ninayeamua, mimi nimekuwa nyumbani mwangu, mimi ni mwanamke, tena mimi ni mwanaume. Mume wangu chochote ninachomwambia ina maana cheka na cheka, lia analia, ati mimi sina mume. Ndiyo maana nikuambie, Biblia inasema ishi na mwanamke kwa akili. Shauri atoe, usikiliza kabisa. Usimdharau sababu ni mke, sababu wanawake wana mafikiri mengi sana mazuri tena. Lakini yale mafikiri ile wazo analokutolea, uende ukajifunze wewe mwenyewe. Usije kaseme baadaye kama Adamu ati mke uliyenitolea. Mke basi ile iliacha asiadhibiwe. Si aliadhibiwa tu. Na maneno yanayokuletea yachukue yawe yako. Kama yakitokea mazuri useme mboni shauri langu, na kama yakitokea mabaya useme ni mimi mwanaume ninayeongoza. Usiseme watu wakikwisha kukutana sema ni bibi yangu aliyenikosesha, mke wangu amenitia katika makosa. Hapana. Somo letu leo
kusaidiana. Ninatuomba wanawake muwe wasaidizi wa mabwana zenu katika mazuri, lakini katika mabaya usiende. Na wewe mwanaume umsaidie mke wako kuinuka aende mbinguni. Aende mbinguni, msaidie. Mungu atusaidie katika nyumba zetu, tujue kusaidiana vizuri. Tuombe. Baba, tunakutegea mikono ili utufundishe namna gani za kusaidiana katika nyumba zetu, katika maisha tusaidiane jinsi inavyofaa, na wewe ufurahie kuwa umetupatia kipawa kizuri sana cha kusaidiana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka